Niaje mwanangu? Fresh. Wewe mbona uombeni? Hata nyinyi mama pia mnavielele mnakama kama mnaona mtoto wako na Ame yani ni familia ni baba na mama. Sema tu baba sio mkaaji. Pesa mama. Mwenyezi Mungu lazima alipema. Bora mfunguka, Mungu amsaidie walotaka. Ngoja sorry. Utadhibitisha. Mimi natambua mkaguzi msaidizi Philbert Beda Mekawadi kwa zamu leo katika tukio hili la kata ya Kwasua. Tunaarifiwa mnamo majira ya saa 6 kwamba mtoto amefikia kwenye bwawa la kufugia samaki. Tukachukua jukumu la kufika wakati kutekeleza jukumu letu. Lakini kwa taarifa za awali mtoto alipotea toka majira ya jana saa 11. Alikuja kuonekana leo kwa taarifa akiwa amefariki kwenye bwawa. Chanzo kabisa tunathibitisha uchunguzi. Mimi ni Atibu Hamisi Ramadhani. Jana jioni ndio mara mwisho. Mtoto kaenda kuswali kama acha pale nyumbani. Wala mwisho alivyo naye. Kwa usiku tumemtafuta hajapatikana. Saa 6 saa 5 ndio tumempata hapa, tunaambiwa ameshangukia hapa. Sasa sijajua kwamba ni ameangukia hapa au amefanyiwa unyama kaja katupiwa hapa. Ni jirani yangu pale ndo amekuja kuniita pale ndani. Jana jioni saa 11 nilipotoka naenda kazini nikaacha nyumbani. Idris Atibu Hamisi Ramadhani miaka 6 darasani anasoma chekechea. Nilipata taarifa kwa ile saa 4 usiku jana kwamba mtoto kapotea. Basi nikawaelekeza kwa sababu watoto si wanacheza na watoto wengi, wakawafuatilia wale watoto. Wakakosa asubuhi kwenye saa 3 nikaenda. Nikamkuta baba wa watoto. Nikamwambia mtoto alipatikana, akaniambia bado. Kwa hiyo tukaanza kupiga simu wapi, maeneo tunajua watoto tembelea huko. Akasema wanaonekana relini, ila ndugu zangu ndio wameenda huko relini. Kajaribu kupiga simu kwa mama kule relini. Kuna mtoto anaitwa hivi, meno yake yako hivi. Kwa hiyo mkimuona mtoto yote anasema kuna mtoto amelala kwake, mtupe taarifa huko juu. Sasa kwenye hii saa 4 na fanya saa 5. Mmoja akapita, akakuta naanika samaki. Kana anahitaji samaki, nikamwambia si unaenda hivi. Akaniambia ngoja kwanza nikachukue nini vitu vidogo vidogo kibandani. Kama dakika 10 kaka. Yule mama akarudi. Ashara anashindwa kuhema. Nini? Kuna mtoto ametumbukia kwenye maji kuna kwa Sabato. Sijajua ni nani. Kaambia sikuta ni mtoto wa ustazi. Maana wao ndio wanatafuta mtoto tangu jana usiku. Na yule mama pia ana ripoti ya matukio ya mtoto. Akaniambia usiongee kwanza, wewe ni kiongozi, kimbilia kwanza kaangalie. Kuja nikakuta watu wameshajamu, watoto wa madrasa waliotoka madrasa wako hapo. Watoto wakawa nasema sisi kwa tunakimbizana. Tulivyokimbizana fulani akakimbilia eneo la kule, ndio tukamwona kuna mtu amedumbukia, lakini wao pia hawajajua kama ni Idris. Amedumbukia huko. Basi kuja kwa hakiki t-shirt ambayo tulikuwa tunaambia watu kwamba t-shirt fulani rangi fulani. Kumuona nikajua kwamba ni mtoto mwenyewe huyo. Taarifa hizi za mtoto kupotea, kwanza ilikuja taarifa ya mtoto kupotea. Kawaida yangu huwa ninaleta taarifa mapema kwa sababu msikitini tuna maiki, speaker. Huwa natangaza mara nyingi kupotea watoto ili watu waweze kuwaleta msikitini. Sasa na huyu pia taarifa zilikuja saa 2 baada ya sala Isha. Nikaletewa taarifa kwamba mtoto wangu amepotea, naomba tutangazie. Kwa baada ya kumtangaza, bahati mbaya hakupatikana siku huo. Asubuhi babake kaniambia bado hajapatikana, nikatangaza tena. Baada ya kutangaza asubuhi nikaenda kwenye shughuli zingine kwenye dua zetu hizi.
ndio nikapigiwa simu na jirani na mtu wa msikitini karibu na msikiti. Kwa bwana, tunaomba namba naomba namba ya mwenyekiti, kuna mtoto ametumbukia kwenye maji hapa. Basi baada ya kupewa taarifa hizo nikapigia mwenyekiti simu muda wa saa 5. Mwenyekiti naye akafanya ziara ya kuja kuangalia huko, na mimi nikaacha shughuli za dua huko nikaja. Baada ya kufika hapa basi ndio harakati zikaanza kutoa taarifa kila kona. Mimi nachotaka kuwatangazieni kwa sasa, mahali hapa msipabomoe, kwa sababu tayari sheria inafuata mkondo wake. Mkibomoa kwa sasa hapa akatumbukia mtu mwingine leo patabaki wazi, itaonekana wananchi ndio wamesababisha. Ni kweli. Huyu mwenye hili si akakataa. Kwa hiyo mimi niwaombeni, najua mna hasira, najua mna uchungu sana. Mimi niwaombe, nitahakikisha kesho tutakuwa hapa na afisa mazingira na afya ili tuangalie kesho Jumatatu. Kesho Jumatatu saa 2 sisi tuko hapa. Nani mtaniona hapa? Tutakuwa na mtendaji kwa ajili ya kuhakikisha hili shimo tunachukua tuongeze sheria. Kwa sio jambo jema kuacha maeneo kama bila kuyafanyaje, bila kuyafunika. Kwa hiyo anakosa kisheria, tunasema ni occupier liability. Ni kabla ya kumzika ukijana kesho, tukisha kwamba tunapata solution ya hili jambo hapa, tulifukie na ikiwezekana iwe ni fundisho katika maeneo yote ya huku, watu ambao wanaacha maeneo kama haya bila kufuatilia kazi. Na niwaambie, na polisi wako hapa, wasipofanya taratibu wiki hii, wasipoziba hapa, tutafanya wenyewe. Mimi kama naibu nitawaamrisha wananchi wenzangu, tutakuja hapa tutaliziba wenyewe. Nyumba hii hapa mtoto wangu alidumbukia. Hawakuja kunifuata swala la lolote, hao watu hawakuja kunifuata. Mimi naongea kutoka moyoni la nyuma. Niliwaambia fukieni ile shimo, wakakataa. Sasa ndio limeshaua. Na niliwaambia kitu kimoja, ile shimo litakuja kuua. Haya limeshaua sasa. Mzee unaitwa nani, majina yako? Mimi naitwa Emmanuel Msuya. Haya limeshaua. Si limeshaua sasa. Si limeshaua sasa. Unataka kueleza nini sasa? Mama una watoto wewe, una wajukuu. Ukisikia mjukuu umedumbukia utajisikia. Inauma. Mtoto wangu amedumbukia, hakuna mtu alinifuata mimi. Hakuna mtu alinifuata. Hata ile paracetamol